Cruz mmoja ya maana, ugomvi unakuwa ugomvi. Cruz anakwenda kulala. Asubuhi anaamka, anawaza kuondoka. Jamaa yake anamuuliza unaenda mahakamani. Anaanza kumkimbiza bidada. Bidada anaomba msaada, mara anaangukia kwenye ofisi moja ya kijeshi ya Marekani. Jamaa anapigwa mkwara na mjeshi, jamaa akasepa. Cruz anawashangaza hadi wanajeshi. Anapiga zoezi kiwango cha juu sana. Taarifa yake inafika kwa mkuu wa kambi. Mkuu anashangaa, huyu dada ni nani? Mkuu anaomba kuongea na Cruz. Cruz anamwambia, nimeishi maisha ya kigumu kitaa, kwa hiyo hii kwangu ni jambo dogo tu. Mkuu anamuuliza, kwa nini umekuja hapa? Anasema hana familia. Anawaza kujiunga na jeshi la Marekani kwa sababu hana cha kupoteza. Mkuu anampa nafasi. Upande wa pili, huyu anaitwa Joe. Joe ni kiongozi wa kikosi maalum cha Simba Jike ambaye hadi hivi sasa hana taarifa ya Cruz. Ameuawa na kikundi cha kigaidi. Joe ana maisha yake na familia. Mbali na kuwa yeye kifupi, Cruz anashangaza kila mtu. Joe anamwangalia, anamuita pembeni, anamuuliza maswali. Anamwambia, tunahitaji wanajeshi wa kike kwenye kikosi chetu. Unahisi utaweza? Kazi zetu ni kuchunguza kiundani magaidi hatari duniani. Kuna muda inakubidi hadi ujifanye mke au girlfriend wa gaidi ili kupata data. Yaani ni shughuli. Unakuwa rafiki yao, unapata uaminifu kwao ili upate data. Cruz anashangaa. Kwenye ndege wakati wa safari kwenda kwenye mission hii kazi, kwa sababu unapozingua hakuna wakuja kukusaidia. Wanafika kambi ya kijeshi la Marekani nchini Kuwait, wanaandaa mazingira kwa ajili ya mission. Hapo Joe anamkutanisha Cruz na wenzake wa kwenye kikosi kimoja. Anamtambulisha bidada. Huyu hapa ni Bobby, huyu hapa ni Tex, yule pale ni Randy na huyu hapa ni Taka. Joe anamwambia hii ndio timu yako itakayokulinda ukiwa kwenye mission ya hatari ya kuchunguza watu hatari duniani. Bas, tunakukaribisha CIA, duka ambalo yule dada yupo ananunua urembo. Nje akiwa na walinzi kibao, tena hatari. Una familia hapa? Bas Cruz anajibu, yes, na anko wangu hapa. Kitu ambacho si kweli, maanko zake ni wale jamaa ma CIA. Sahau kusubscribe, kucomment na kushare. Joe anatoa taarifa kwa viongozi wenzake wa CIA juu ya mafanikio ya kumpata mtoto wa gaidi Amroy ambaye ndio Alia na kumweka karibu yao kupitia Cruz. Huku upande wa familia ya Joe, mtoto wa Joe akiwa shule anamtwanga mwenzake ngumi za maana. Joe anakuja home, anakuta nyumbani pamewaka kinoma, anampa stress kama kawaida. Upande wa pili, Cruz akiwa ghetto, yeye zake ni mazoezi tu. Anajiweka sawa kwa sababu anajua yupo kwenye mission hatari, tena ndo mara yake ya kwanza. Cha kwanza kuwa mwanajeshi, cha pili kupewa nafasi hii kufanya hii mission hatari. Yani kiufupi, hii inaitwa suicide mission, mission ya kifo. Akiwa chumbani kwake, anacheki kila sehemu, ametegewa kamera na jamaa wa CIA ili kuwa na monitor. Cruz anatoka nje, anaenda kufanya mazoezi ya kukimbia. Mara ghafla, gari linamfuata kwa nyuma. Gari zingine zinatokea pembeni. Cruz anatekwa na watu wasiojulikana. Wakati huo Joe anaenjoy na mume wake. Simu inaingia. Joe anapewa taarifa. Huku Cruz akiwa katikati ya jamaa imevalia ninja. Haelewi. Anapigwa mateso ya maana. Amevuliwa nguo zote. Jamaa linampiga maji yenye pressure kali na akiwa kwenye chumba chenye AC kali, yani baridi kali sana na kelele kubwa hadi anazimia. Baadaye anazinduka. Anaona kwa mbele yake amewekewa nguo hivi. Anazichukua, ile anavaa tu. Jamaa inaingia tena, inamfunga, inamuuliza jina na nani amekutuma. Anapewa kichapo mara nyingine, kichapo cha maana hadi anazimia tena. Ukumbuke hii ni siku chache tu baada ya kukutana na yule dada ambaye anaitwa Alia, mtoto wa gaidi Amroy. Cruz anavalishwa maski, anawekwa kwenye kiti. Mara ghafla anafunuliwa ile maski, anamwona Joe mbele yake. Anashangaa, huyu si Joe, bosi wangu kabisa. Kumbe yote hiyo ilikuwa ni trial, yani majaribio, mazoezi ya kumuamini na kumuandaa kulingana na kibarua kizito alichonacho. Joe anamwambia, hii ni mbinu ya kujua tuna siku ngapi za kukufuata ukikamatwa, ukateswa kabla ya kufa, na ni mbinu pia ya kujua udhaifu wako uko wapi. Cruz anakasirika, ana mind kinoma, lakini hiyo haitoshi. Cruz anapitia testi nyingine ngumu ya umeme na maswali, lakini Cruz kwa ujasiri anakaza tu. Japo amechakaa kinoma, mijamaa imemtwanga ile mbaya, yani amepigwa vibaya mno. Anajitahidi kuleta mbilinge za hapa na pale. Joe anaangalia tu. Joe anasema anahitaji kujua udhaifu wa Cruz, kwa hivyo anaruhusu wale jamaa waendelee kumtesa ili kujua ni wapi ambapo Cruz ana udhaifu. Bas, Cruz anarudishwa kambini na Joe, na Joe anamwambia, sasa haya ndio makazi yako mapya.
wakati wa hii kazi ya kumchunguza Amroy. Cruz anaingia ndani, anakuta kina Bobby wanacheza mchezo wa kivita ndani, yani kama utani hivi. Anaoga, mwili wake wote ni vidonda tu. Anawaambia wenzake kilichomkuta na kwamba wale jamaa waliomtesa ilikuwa ni kikundi kingine cha pale pale kambini. Bobby na wenzake wana mind, kwa nini mwenzao ateswe na kikundi kingine? Wanalifuata lile kundi kwenye baa pale pale kambini ili kuanzisha ugomvi. Wanafika pale, jamaa wanawaambia, sisi tuliambiwa na bosi wenu Joe kuwa tumvunje huyu. Kundi la kina Cruz, yani kina Bobby, wanaliamsha pale. Ugomvi unakuwa mkubwa, vurugu, ngumi, baa panachafuka, na Cruz pia naye akawa anapiga kinoma kulipiza kisasi. Mara ghafla Cruz simu yake inaita. Anayepiga ni nani? Mtoto wa gaidi anapiga simu, kwa sababu toka siku waliobadilishana namba hawakuwahi kuongea. Cruz anakimbia nje. Aria kwenye simu anamuuliza, unaendeleaje? Cruz anadanganya, anasema amepata ajali ya gari kwa sababu ameumia sana. Aria anamuomba amtumie picha, na Cruz yupo kambini, tena kambi ya kijeshi, jeshi la Marekani. Atatumaje wakati alisema yeye ni mtu wa kawaida tu na anakaa na mjomba wake pale Kuwait, wakati kumbe ni CIA hatari sana anayefanya kazi na kikosi hatari sana. Bobby akiwa pembeni yake anamuonyesha ishara ya kukataa. Usitume. Timu nzima imetulia kwa umakini na usoma mchezo kwa pembeni. Itakuwaje? Cruz anakataa, anasema nikikutumia picha ni aibu, nimeumia vibaya sana kwenye ajali. Kumbe makovu, vidonda vyote ni yale majaribio ya nguvu ya CIA ambayo walikuwa wanamjaribu kwa kumtwanga vibaya sana. Anakataa kutuma picha pale, huku akimwambia kwamba Alia, nikikutumia picha itakuwa ni aibu. Anajifanya, yani Cruz anajifanya kama dadadu hivi, kumbe ni mafia balaa. Alia anarudia tena kumuuliza Cruz, uko wapi? Cruz anajibu, nipo Charlotte. Naye anamuuliza Alia, wewe uko wapi? Alia anasema nipo Atlanta. Alafu Alia anamwambia Cruz, kesho mimi na familia yangu yote tunaenda Chesapeake. Anamwambia njoo twende wote, uje na nguo za kuogelea, nguo fupi fupi ambayo inaweza ikamfanya mwanaume akavutiwa na wewe. Alia anasema natuma address. Anamwambia Cruz ili kesho waonane. Swali ni je, itakuwaje? Cruz anaenda kukutana na Alia akiwa na vidonda kila sehemu ambavyo amevipata kwenye mazoezi ya CIA. Familia ya kina Alia ambao ni familia ya kigaidi, magaidi hatari sana duniani. Je, hawatomshitukia kuwa yeye ni CIA? Tena anaenda kukutanishwa na familia nzima. Itakuwaje kama atakutana na baba yake Aria ambaye ndiye gaidi anayetafutwa sana na CIA? Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Hapa ni Chesapeake Bay. Cruz anakwenda kukutana na Alia, yule mtoto wa gaidi Amroy. Lakini kabla ya hapo, Cruz anaongea na Joe, na Joe anamtakia mema Cruz kwenye mission hii, ambapo Cruz anakwenda nyumbani kwa kina Alia. Kwa sababu za kiusalama, Cruz anatupa simu ya CIA kwenye maji ili asiende kushtukiwa na familia ya kina Alia. Joe anatoa taarifa kwa viongozi wengine wa CIA kuhusu Cruz alipofikia, na wanashangaa jinsi ambavyo Alia anatumia hela za baba yake kula bata na kubadili nchi kila siku. Wanakula bata kinoma. Joe anakutana na Kyle, CIA mwenzake ambaye waliwahi kufanya naye kazi zamani kwa pamoja. Jamaa anamuomba Joe amsaidie timu yake kufanya mission ya haraka ndani ya masaa 48. Mission ambayo ipo kinyume na utaratibu, yani serikali haijui kuhusu hii mission. Wakati timu hiyo hiyo ya Joe ndio ambayo ipo kama msaada kwa Cruz. Endapo lolote likitokea kule alipokwenda kwa kina Alia, wao watakuwa nyuma kwa ajili ya kutoa msaada. Cruz anafika kwa kina Alia, walinzi wengi wanampokea wakiwa na silaha, tena wako makini kinoma. Anaingizwa ndani, anacheki sehemu ya hili jengo, kamera zipo kila sehemu. Watu wa IT wanamskani details zake kujua yeye ni nani na amekuja hapa kufanya nini. Lakini kila kitu anachotumia ni fake, yani kuanzia jina hadi gari, hata simu ambayo anatumia. Na ndiyo maana Alia anamjua Cruz kama Ziara Hadid, lakini jina lake halisi anaitwa Cruz. Basi Cruz anakutana na Alia akiwa na rafiki zake wanaogelea. Alia anamtambulisha Cruz kwa kila mmoja. Alia anamwambia Cruz avae nguo za kuogelea, wakati mwenzake Cruz ana makovu kila sehemu ya mwili wake. Cruz anaona vidonda mwili mzima, halafu avae nguo za kuogelea. Hii itakuwa noma. Bahati mbaya Alia akauona mwili wa Cruz, anaona vidonda vingi kila sehemu. Anamuuliza, nani kakufanyia hivyo? Mbona hiyo sio kama ajali kama ulivyoniambia umepata ajali? Alia anamwambia hali yako sio nzuri, ngoja nimlete daktari wetu akucheki. Cruz anakataa, anajua daktari akija ataumbuka kwa sababu itagundulika kuwa yeye ni CIA na vile vidonda si vidonda bali ni makovu ya kwenye mazoezi. Lakini Alia akakaza. Alia akamuita dokta wa familia. Cruz akiwa amepigwa na butwaa. Upande wa pili Joe anakutana na timu kujua Cruz kule ndani ya nyumba ya kina Alia wanampaje backup.
Wakati huo wanatumia picha ya satellite na maiki ambayo wameipandikiza kwenye mwili wa Cruz ili kusikia mazungumzo yote ambayo anayafanya kule ndani. Wakati huo Joe anawapa timu taarifa ya kwenda kumsaidia Kyle kwenye ile mission ya dakika 48, wakiwa katikati ya mission hii nyingine nzito hatari kabisa ambayo wamemtanguliza Cruz kule mbele. Ghafla mission nyingine hii ya dakika 48 inajitokeza na inaingia katikati. Joe anasema hakuna namna, ni lazima waifanye. Basi jamaa wanaenda watatu, Bobby anabaki. Kule ndani Cruz anapimwa na daktari. Wakati mazungumzo yanaendelea, kule kina Joe wanasikia. Daktari anasema, makovu na hivi vidonda vyako mbona vimekaa kama alama za ngumi? Joe kusikia hivyo akapagawa. Anajua tayari Cruz ameshashtukiwa. Cruz naye anakosa pause. Anadanganya tena kwa daktari. Anasema ni kweli amepigwa. Tena amepigwa na mpenzi wake, ila ameshindwa kumwambia Alia kwa sababu anataka kutengeneza marafiki wapya na kuanza maisha upya kabisa. Anamwomba daktari asimwambie Alia kwa sababu anajua akimwambia Alia atakasirika na inawezekana wakakosana kabisa, akamkosa rafiki yake mpya. Wakati huo Alia na rafiki zake wanapanga mtoko. Daktari anatoka kwenye kile chumba, anamwambia Alia kwamba Cruz yuko sawa. Alafu wanapanga kwenda beach. Na hapa ndipo Cruz anaianza kazi yake rasmi, kazi ya kuchunguza hawa watu hatari ambao ni familia nzima ambayo ni hatari sana. Anaanza kwa kuuliza maswali. Alia alimwambia kuwa ana mchumba. Cruz anaanza kwa kuuliza, vipi, ndoa lini na itafanyika wapi? Alia anasema itafanyika June kule Kuwait. Cruz anampeleleza Alia kidogo kidogo. Usiku sasa, Cruz anakagua mazingira ya kina Alia pale nyumbani, wakati upande wa pili Joe naye anarudi kwake, halafu anamfumania mwanae akifanya tabia mbaya. Yaani kifupi, kila kinachoendelea nyumbani kwa Joe, kila kitu kinampa stress. Familia yake imekuwa stress kinoma. Upande wa Cruz anaendelea kuchunguza nyumbani kwa kina Alia. Akiwa jikoni, mara ghafla anaingia Sami ambaye ni kaka yake na Alia. Jamaa anaanza kumletea Cruz pigo za kumtaka. Cruz anakataa. Katika purukushani za hapa na pale, Cruz anamtwanga jamaa ngumi moja nzito. Jamaa anashangaa, huyu demu au nani? Mbona fighter hivyo? Jamaa anashindwa kukohoa. Ngumi ya Cruz sio ya kawaida. Anamchukulia kama binti tu fulani hivi, kademdem fulani hivi. Lakini kumbe ni mafia hatari. Ila jamaa anapata hasira kinoma. Anataka kulipa kisasi. Akaanza kumfuata Cruz, akamfuata mpaka chumbani kwake. Jamaa akiwa mlangoni kwenye chumba cha Cruz, walinzi wanamfuata, wanamuondoa. Cruz anapona kwa siku hiyo. Upande wa pili, mission nyingine ambayo inaendelea, baadhi ya timu ikiwa kwenye ile mission ya dakika 48, wanapiga kazi waliotumwa na Joe, kazi ambayo haijaidhinishwa na serikali. Ni Kyle tu alimuomba Joe kama rafiki yake amsaidie. Jamaa wanamaliza mission, wanarudi kule kwenye ile mission ya Cruz. Familia ya Alia wanatoka out na Cruz bila kumwambia wanaenda wapi. Timu ya Cruz inashangaa, inapagawa, inashangaa kuona wanapanda ndege, wanaondoka na Cruz. Kinachowapagawisha ni kwamba itakuwaje kama Cruz atapata shida, kwa sababu timu inabaki na yeye anaondoka peke yake na familia kina Alia, ambayo ni familia ya kigaidi, na awamu hii hawajui Cruz anakwenda wapi. Itakuwaje? Ataweza kusurvive? Atabaki salama ama ndo anakwenda kumteketeza? Sehemu nyingine inayofuata usiikose, ni hapa hapa.